Na ikiwa tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka wa 2025, karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Mushoge, na leo tunaanza taarifa zetu kutoka County 032, County ya Nakuru, eneo la Kuresoi, mahali ambapo watu wawili wameshikwa na polisi baada ya kupatikana wakitengeneza na kuuza mbolea hushi katika kaunti hiyo ya Nakuru. Hii ni baada ya watu wengine watatu kushikwa pia kutoka kaunti ya Kisii siku chache ambazo zimekwisha, wakifanya shughuli hiyo kuchukua mbolea kutoka kwa makala ya serikali na kuchanganya na udongo na kuuzia wakulima. Sokoton and Keringet, where we found there were stores and we found counterfeit fertilizers which have been stored there in Kuresoi North. We informed them that it was an offense to do the act of counterfeiting, and we seized the goods with the help of multi-agency, the OSPD Molo and the OSPD Kuresoi North. Na some of them ni government supplied, ile ya subsidy. Unakuta most of these bags, some of them ni ya subsidy na zingine ni hizo ya yara yenye wamesaa pack. So ni kama wana collude na watu yetu, wanachukua government subsidy halafu wana repack then wanauza kwa bei ya juu. Na Rais William Samoei Arap Ruto na viongozi wengine serikalini leo wamezindua mbio za Safari Rally ambazo zilizinduliwa rasmi katika jumba la KICC. Mbio hizo ambazo zilihudhuriwa na wakimbiaji wengi ambao wanakimbisha magari hayo ya Safari Rally, na shughuli hiyo yote itafanyika katika mji wa Naivasha katika kaunti ya Nakuru. 4, 3, 2, 1, and off they go. Waziri wa utumishi wa umma Justin B. Muturi amejitokeza katika kaunti ya Mombasa na kuikashifu serikali kwa utekaji nyara, huku akisema kwamba amemwandikia Rais William Samoei Ruto barua na anangoja majibu kujua ni wapi ama ni kina nani ambao wanawateka nyara na kuwaua Wakenya. Hatuungi mkono jambo la utekaji nyara na pia mateso na wengine hata kuuliwa kwa binadamu hapa nchini. Sasa ule mtu ambaye anakashifu jambo hilo ndiye anatakiwa kutoka ama ni yule, ni nani anatakiwa kutoka? Ule ambaye ananiambia nitoke basi anasema anaunga mkono utekaji nyara na kuua watu kiholela kinyume cha sheria. Nani hapo anatakiwa kuwajibika? Kwa ile jambo la kusema utoke ujiuzuru, utajiuzuru kwa kusema ukweli ama kwa nini? Lazima mtu aseme, uzungumze ukweli wako pale, na kama kuna makosa yoyote niko tayari kusimama na kusimamia na kuyatetea vilivyo, hata kama nitakuwa upande gani. Na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga leo amekutana na viongozi wale ambao walifanya kazi na Rais William Samoei kutoka chama cha ODM, wakiongozwa na aliyekuwa gavana wa kaunti ya Mombasa Al Hassan Joho na viongozi wengine, huku pia akiwahimiza na vile kuwazungumzia wale ambao walihudhuria aftal katika jiji kuu la Nairobi na kuwaambia kwamba yeye hatajiunga kamwe na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Ambao wanaambia sisi tuendelee pande nyingine, hiyo ni mzuri, lakini nasema bwana, jana wewe ulikuwa unasema sisi ni nyang'au. Leo wewe unasema sisi sasa leo tumekuwa malaika. Tumebadilika, tumekuwa kutoka nyang'au tulikuwa malaika namna gani? Kwa hivyo sisi wenyewe hatuwezi kudanganywa. Tunajua pale tunataka kwenda. Naambia watu wetu wasimame imara. Nina hakika tutafika. Hakika tutafika. Lakini hatutaki unafiki ya mtu ambaye anasema hapo mimi tumeweka mtego. Waswahili wasema mtego wa panya ushika waliomo na sio kwemo. Sasa wale ambao waliweka mtego ndio mtego umewashika. People sometimes ask me, mbona nyinyi watu wa pwani
munasikizana ama munampenda baba sana, because there's serious historical background of our relations that not everybody can understand. Unajua sisi watu ya jimbo la Pwani na Raila Odinga tumetoka mbali sana sana. Na taarifa ambazo tunaendelea kusifuatilizia ni taarifa kutoka eneo la South Mogirango, mahala ambapo mwili wa mtoto ulizikwa siku chache ambazo zimekwisha, na taarifa ni kwamba mwili huo ulifukuliwa na nyumba za familia hizo zilifunguliwa usiku wa kuamkia leo. Taarifa ambazo tunaifuatilizia ili tujue labda ni kipi hicho ambacho kinaendelea eneo lile la South Mogirango. Ruth Nyanchama ameandaa taarifa za biashara, atakupasha. Mimi ni Videlis Mushoge. Na katika biashara ni kwamba Kenya imepoteza bilioni 110 katika mpango wa ufadhili wa IMF. Ini baada ya kushindwa kufikia masharti 11 ikiwemo pamoja na kurekebisha shirika la ndege la Kenya Airways na vile vile matumizi ya ushuru wa mafuta. Na kwa upande mwingine ni kwamba serikali imepanga kuzindua mfumo mpya wa usajili wa vitambulisho vya kidijitali. Na mfumo huo utaanzisha vitambulisho pepe na pochi za kidijitali ambazo zitahifadhi na kufikia vitambulisho hivyo kwa njia ya simu mahiri, ukipenda smartphones. Nikomee hapo kwa sasa. Jina langu ni Ruth Nyanchama.